Naitwa Dr. Swale Kitabupazi, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini na ni mkuu wa kitengo hicho katika Hospitali ya Muhimbili. Homa ya ini, labda historia yake ni kwamba mwaka 1967 scientist mmoja ambaye mwanafiziolojia Ruth Samuel Bramberg, yeye aligundua virusi vya homa ya ini ya B. Virusi vya homa ya ini viko aina nyingi. Hiyo aligundua watu wengine. Lakini huyu Mr. Bramberg yeye aligundua hiyo aina ya mwaka 1967. Kwa mtu mzima kidogo. Lakini ilipofika mwaka 76 Bramberg akapata nishani ya Nobel kwa ugunduzi aliofanya mwaka 1967 kwa virusi vya homa ya ini. Baada ya kuona ya kwamba kafanya ugunduzi mkubwa, kwa hiyo ukatambuliwa ugunduzi wake nishani ya Nobel. Kuanzia hapo shirika la afya duniani likatenga siku hii maalum ya tarehe 28 ya mwezi wa 7 kila mwaka kuwa ni siku maalum ya kukumbuka juhudi alizozifanya bwana Bramberg. Sasa WHO kwenye kukumbuka juhudi alizozifanya ni kutengeneza mazingira ya kila mtu duniani aweze kutambua umuhimu wa kupima, kujikinga na kutibu matatizo yote yanayohusiana na virusi vya homa ya ini hiyo ya B. Sasa baada ya hapo sasa watu wanatakiwa kufahamu ya kwamba homa ya ini ni nini? Hii ya B ambayo tunaizungumza kwa siku hiyo ya tarehe 28 ya mwezi wa 7. Hiyo homa ya ini ya B ni kitu gani? Homa ya ini ya B kama nilivyosema awali, hii ni virusi vya aina ya B ambavyo vinashambulia ini na kimsingi kwenye damu vinaingia katika njia kuu 4. Yaani maana njia za maambukizi. Njia ya kwanza kubwa kabisa virusi hivi ni njia ya kuzaliwa nayo. Kwa sababu wakati vinagunduliwa ilikuwa haijulikani ni kwa nini virusi hivi vinapata, labda ilionekana kama njia ya damu, lakini njia gani hasa ambayo inatumika, lakini tafiti baadaye zikaonyesha kwamba njia kubwa hasa ya maambukizi ni ya kuzaliwa nayo. Maana yake ni kwamba mama anakuwa na virusi ambaye ni mjamzito. Yule mama ambaye mjamzito mwenye virusi anamkuza mwanawe wakati akiwa tumboni au wakati wa kuzaliwa au pengine wakati wa kunyonyesha. Sasa mama huyu anapokuwa amempata hiyo ujauzito na akampa mtoto wake, yule mtoto naye akizaliwa na virusi vile, hiyo ndio njia kuu ya maambukizi na kuenea kwa tatizo hili ambayo sayansi imegundua ya kwamba ni njia kubwa. Na ndio watu wengi ambao wenye virusi aina ya B wanapata kwa njia hiyo. Lakini iko njia nyingine ya kupata virusi hivi ni kujamiiana. Kwa hiyo tunalo kundi la watu ambao wanapata virusi wakiwa watoto baada ya kuzaliwa navyo, lakini liko kundi linapata virusi kwa sababu ya kujamiiana katika mazingira ya ukubwa. Kwa mkubwa miaka 18, 20 katika mazingira yake ya kukutana na watu mbalimbali, basi anajikuta anapata virusi hivi. Kuna njia za kujamiiana. Sasa kwenye kujamiiana ndio kuna kundi la watu ambao sehemu kubwa ya watu hawa virusi wanaweza kuviondoa wenyewe. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwili tayari unao uwezo wa kupambana na magonjwa, mwili una kinga. Kwa hiyo asilimia zaidi ya 80 ya watu hawa ambao ni watu wakubwa virusi hivi wanaviondoa wenyewe. Lakini sasa tunalo kundi la watu ambao linashindwa kupambana na virusi hivi. Katika hao asilimia kubwa ya watu wazima, tunalo kundi la watu wachache kama asilimia 15 pengine au 20 linashindwa kupambana na hiyo hali. Na hao watu sasa wanaingia kwenye hatua ya pili ya ugonjwa ambayo inakuwa ni virusi sugu, tunaita chronic hepatitis B. Sasa ikishakuwa sugu maana yake ni kwamba muda unaotumika kuanzia hapo ni miezi 6 kuendelea baada ya kupata virusi. Lakini wale ambao wako chini ya miezi 6 wanaweza kuondoa virusi wenyewe na mtu akapona kabisa. Lakini akawa na uwezo wa kujikinga na virusi vingine visiingie. Sasa baada ya miezi 6 virusi kuwa sugu, tunalo kundi pia la watu ambao virusi hivi kishakuwa sugu wanaweza kupata saratani. Sasa ndo hapo sasa hatujui ni nani ataingia hilo kundi la kupata saratani. Ndio maana tahadhari zilikuwa zichukuliwa sana kuwafanya watu wengi hawapati virusi hivi, kwa sababu kunalo kundi ambalo linaathirika na kuja kupata saratani. Sasa madhara ya saratani ni makubwa zaidi, lakini kabla ya kufika saratani, ile kundi la watu hao wenye virusi sugu kuna hatua linapitia za ini lake kabla ya kuja kuwa saratani. Hatua ya kwanza kabisa ambayo tunaielewa
ni ini kuwa gumu. Yaani ini linakuwa gumu. Unajua ini jinsi lilivyotengenezwa na Mungu limekuwa ni kiungo ambacho ni laini. Hata ukiona ile ng'ombe lilivyo, ni kama damu hivi, ni laini. Kwa sasa ule ulaini unaondoka, unaweza kuwa ugumu. Sasa ule ugumu ule ni ishara ya kwamba lile ini limeanza kubadilika tabia yake. Kitaalamu tunaita fibrosis. Fibrosis hiyo ni hatua ambayo ini inapitia. Isiposhughulikiwa vizuri fibrosis, kwa maana ya kwamba ule ugumu, asipopatiwa uangalizi na kupata matibabu mazuri ya ile hatua ya fibrosis, ini hilo litabaki hivyo. Itakwenda hatua ya kwanza kusinyaa, inaanza kuwa dogo. Na hao wagonjwa, hiyo hatua ya kusinyaa inakaa kwa muda fulani, muda mrefu tu, lakini pia wanakuwa na dalili mbalimbali. Dalili kubwa kabisa unaoizungumza ambayo ni maarufu kabisa, mtu anaweza kuwa na macho ya njano. Mtu akishaona macho ya njano anaanza kushtuka kama mimi sasa nina ugonjwa. Lakini kumbuka wagonjwa hawa kwa sababu ini lake sasa anaanza kusinyaa, ufanisi wake unapungua, anaweza ikawa tumbo lake linajaa maji. Kwa sababu kuna protini huko ndani zinazalishwa vizuri, kwa tumbo linaanza kujaa maji. Kwa hiyo anaweza kawa na kitambi kikubwa, lakini mwili wake unaona anapungua, anakonda. Sasa ile kukonda ni kwa sababu ini pia alifanya kazi vizuri, kwa sababu ini inatoa protini, na zile protini zinakuwa zimepungua. Na kumbuka hata hii misuli ya binadamu unayoiona mtu amekakamaa, ni kwamba kwa sababu kuna protini kwenye ini inazalishwa, inaitwa actin and myosin, ambayo kazi yake ni kujenga misuli. Sasa ini alifanya kazi vizuri, kwa hiyo ile misuli inakuwa inasinyaa, kwa hiyo mtu anakonda, anapungua uzito. Kwa hiyo mtu mwenye ugonjwa wa ini pia anakonda. Kwa sasa hii hatua hiyo ya pili ambayo ya ini kusinyaa inakwenda, inafika hatua ini inaweza kuwa na uvimbe. Uvimbe ule sasa ndio ishara ya saratani inaanza. Kwa kama uvimbe ule usiposhughulikiwa unasambaa maeneo mengi, uvimbe zinakuwa nyingi, na hiyo ndio saratani. Sasa hii ni hatua ya tatu ya ini. Ikifika hatua saratani yenyewe pia ina hatua zake. Ikiwa katika uvimbe ni mdogo, unaweza ukatolewa, pengine ukashughulikiwa ukatoka. Kama uvimbe ni mkubwa umesambaa maeneo mengi, usitafanya kitu. Kwa sasa nimeeleza kuhusu hatua ya maambukizo ya pili ambayo inasema ya kwamba ni ya kujamiiana yao. Nimeeleza hatua ambazo ini inapitia. Njia ya tatu ya kuambukiza ugonjwa huu ni kuwekewa damu ambayo sio salama. Mtu ambaye pengine ni mgonjwa, amelazwa hospitali au kapata ajali, kavuja damu, yote yule mwingine anawekewa damu kwa sababu za kiuzazi ambayo sio salama. Ile damu kupimwa vizuri ambayo sio salama, kwa maana ya kwamba haikupimwa virusi vya homa ya ini ya B mapema. Akiwekewa damu ni kwamba mtu anaweza kupata virusi vya homa ya ini ya B. Lakini hatua ya 4 ya ugonjwa huu, njia ya maambukizi, ni ile kushirikiana vitu vyenye ncha kali kama sindano.